Bwana, leo nimewaleta tena huku Afrika, huku ni Zimbabwe. Bwana, ili bonge la picha ambalo linafundisha sana vijana wa leo pamoja na vijana wa kesho kuhusu juu ya maisha na subira. Bwana, Mungu yupo. Kama Mungu ni yupo na katuumba na tupo uhai, basi ukikosa sema asante Mungu, na ukipata sema asante Mungu. Maisha ni yale yale. Bwana, movie inaanza. Hii ni story ambayo ya huyu mwamba ambaye yupo na mama yake mzazi hapo. Hii kama anasimulia, mama yake mzazi huwa akimwambia, mwanangu, maisha ni taa, kwa hiyo huwa inatoa mwangaza na msingi yanakuja kwa wakati, kwa hiyo jitahidi uvumilie. Lakini mwamba alimwambia sana mama yake, akamwambia, mama, natamani siku niwe na familia yangu na uje kuona uje kumuona mke wangu pamoja na binti zangu. Umeona? Akamwambia, usijali, hilo linawezekana kwa sababu dunia ni bahari kama samaki walivyokuwa baharini. Hivyo basi utapata tu, na naamini hilo swala. Mama yake pale pale akakata kauli kwa sababu liko katika hospitali ambayo ipo chini kabisa, maana ya kimaskini, na ndo maana alikuwa namsihi sana kijana wake kwa sababu alishaona uhai wake unakatika kabisa. Hivyo basi akamua msihi na kumwambia kabisa afanye subira. Yule mama alikuwa katika hospitali ambayo choka mbaya, lakini pia alikuwa mgonjwa ambaye mahututi sana. Pale pale akakata kauli na siku ya pili alionekana akimzika mamake, lakini toka mzike mamake matukio mengi ya kunywa pombe, mawazo. Mamba alikopo anaimba, huyu ni mwanamuziki mzuri sana, lakini hakuamini katika ndoto yake ambayo aliyojiwekea katika maisha yake kwamba atatoboa. Maana miaka mingi tu akiwa anaimba, lakini hapati support yoyote ya kutoboa. Sijaoni faida yake na siwezi kutoboa, na leo naondoka. Hivyo basi nawatakia maisha yaliyokuwa mema kabisa. Lakini wakati yupo stendi, binti mmoja katika kundi lao alifuata akamwambia, kwani unaondoka? Tufanye subira, ipo siku utadogoa, kwa sababu maisha huwa yanabadilika na maisha yana mwangaza. Akasema, siamini katika kitu. Unaona, yule dada akawa anamsihi sana, lakini gari lilivyopita akalisimamisha na kuondoka. Wa pili anaonekana kaamka asubuhi na alienda kwa rafiki yake mbali kabisa kutafuta kazi. Na yule rafiki yake akamwambia, usiwaze huku kazi kuhusu masuala ya hela. Hela huko ni kitu kidogo sana, utapata pesa nyingi sana. Mara gari inakuja, anamwambia nenda pale. Yule mwenye gari anamwambia, ingieni katika gari hapo, tuondokeni. Upande wa pili unaonekana serikali ikiwa inakemea sana kuhusu masuala ya ujangili katika pori hilo. Alikuja kwa sajenti akamwambia, bwana, naomba hakikisha nakupa siku 5 tu uhakikisha watu